16 ndani ya wiki moja. Ni kama haiwezekani vile, sio? Well, mpango ni ule ule, kununua gari la shilingi milioni 100 za Kitanzania. Na kilichonifanya nipige hesabu zangu leo ni kilimo cha pilipili kichaa. Nikitumia 100,000 kununua mbegu na kuipanda kwenye ekari moja ambao nikihudumia vizuri naweza kupata hata tani 3. Lakini tufanye nimepata kilo 2,000 tu na kilo moja inauzwa mpaka 10,000, lakini mimi nikauza 8,000. Kwa hiyo baada ya mavuno napata milioni 16. Na hapo nimesubiri miezi 5 tu tangu nipande mbegu na nikianza kuvuna ni kila wiki. Kwa hiyo milioni 16 siipati kwa wiki moja, ila nikilima eka 2 milioni 100 chapu tu. Na kukuthibitishia hilo, ngoja nipigie mwanangu Brahma. Pilipili nyewe mliuza shilingi ngapi vile kilo moja? 3,000 mwanangu. Acha basi. Ndio hivyo nakwambia. Fikiria umepata. Haya, kwa hiyo guys, how are you? I hope you are doing fine. Kwa wale watu ambao hawajui, nimeamua kushare video hii leo ili kuonyesha jinsi gani huyu jamaa na mkubali. Kuna siku tu nilikuwa na check Instagram ndo video yake ikaja. Kwa hiyo kitu ambacho kipo ni nini? Kwa wale watu ambao hawajui ni kwamba huyu ni jamaa ambaye amepata kama umaarufu fulani hivi kwa sababu ya content ambazo anazoshare. Hii sio ya kwanza, zipo nyingi sana. Lakini anachofanya ni kwamba kama unavyoona hapo, anakuja na wazo, analipigia mahesabu, alafu anaonyesha kitu gani ambacho kipo. Sawa eh? Na hisi tunaliona kwenye hilo. Kwa tukiingia kwenye comment unaweza kuna mtu hapa anaambia mimi nanunua pilipili kichaa kwa kilo 9,000 kwa kilo. Kuna mwingine anasema akili kubwa, mwingine sawa bosi naomba 20, mwingine labda yeye kokoa, mwingine akazungumzia video hii sio ushauri. Video hii sio ushauri, hivyo umeona? Kuna vitu vingi sana hapa, ukiingia kwenye comment huko utajifunza. Lakini kikubwa nini? Kikubwa nataka nionyeshe kwamba katika maisha jinsi yalivyo, mimi nimekuwa ni mdau mkubwa sana wa watu kuwapinga wale watu wote kwanza wanaodharau elimu. Iko kitu cha kwanza, mtu wote anayepinga elimu mimi nampinga. Kuna utofauti mkubwa kati ya shule na elimu, hivyo ni vitu viwili tofauti. Tutakuja kuelezea vitu hivyo vingine. Kitu cha pili, mtu ambaye anakuambia wewe biashara ni rahisi. Yaani ukimsikia mtu anasema biashara ni rahisi, kimbia. Huyo ajue anachokiongea. Either kama ni mtu anahamasisha mtandaoni, either ana kozi yake, anataka akuuzie wewe hiyo kozi ili mradi uweze kumlipa. Hakunaga iko kitu hicho kinasema eti biashara ni rahisi. Mimi nimefanya biashara. Nimefanya biashara zaidi ya moja nikapata hasara. Biashara kama 3. Kwa hiyo najua ninachokiongea. Hao wengine hao ni wapuuzi na hawajui kitu wanachokiongea. Mtu ambaye anasema ya 3, uwezi kutajirika kwa kutumia mshahara wako. Huo ni uongo uliopitiliza. Kuna watu wengi wametajirika kutumia mishahara yao na kuna watu wana mishahara ambayo wanalipwa. Mtu anaifanya biashara hata afanye biashara miaka 200 hawezi kuifikia hiyo mishahara. Hivyo ndio vitu ambavyo mimi nasimama nao, vitu hivyo vitatu. Kwa hiyo sasa uhalisia ni upi? Na mimi naelewesha watu. Shida sio kazi gani unayofanya. Shida sio biashara gani unayofanya. Shida watu wengi ambao inakuja nayo, watu hawawezi kuwekeza. Unaweza kufanya biashara mwisho wa siku biashara hiyo ikaja ikaanguka. Lakini yeye biashara ile faida unayopata ukaenda kuwekeza, ukianguka ile uwekezaji wako unakuja kuinua. Kwenye kazi hiyo unayofanya kuna watu mashahidi ambao mimi nimeweka, wapo wengi na watu nawafundisha kuhusiana na hao watu ambao waliweza kufanya kazi ambazo za mishahara midogo nchi mbalimbali duniani, hapa sizungumzii Tanzania tu, ambao waliweza kutajirika kwa kutumia uwekezaji wao. Kile kipato kidogo unachokipata unaenda kukizalisha, kinakuwa kama mtumwa wako. Hivyo ndio vitu watu ambao ili nani yangu huwa anasemaje, mtu wote anao uwezo kuwa mwekezaji, lakini sio kila mtu ana uwezo kuwa mfanyabiashara. Sio kila mtu anaweza kuwa mfanyabiashara. There's the same thing kwamba kuna mtu anaweza kupaka rangi, mtu mwingine hawezi kupaka rangi. Kuna mtu anaweza kufundisha, mtu mwingine hawezi kufundisha. Hata umfanye nini, yani hawezi kabisa kufundisha, yani kumfundisha mtu hawezi. Mtu mwingine anaweza uvuvi. Mwingine mimi ukinipeleka kwenye maji eti niende kuvua au kuoga, angalau hata kidogo kuoga, lakini kuvua sitoweza. Mtu mwingine anaweza kuchunga ng'ombe, kufuga mifugo ya ng'ombe. Ukinipeleka huko kwenye mifugo mimi unanipoteza kabisa. Kwa hiyo hakuna kitu kimoja eti ambacho kinafiti watu wote. Kwa hiyo huyu jamaa mimi namkubali, sababu kubwa ni moja. Anaelezea idea and then anakuonyesha yeye changamoto yake. Japokuwa haielezea vitu vingi. Kwenye series yake kuna vitu vingi sana ambavyo amevielezea kuhusiana na idea anayokuja anaiandika, anaifafanua, alafu anaingia kwenye nini. Hii ni sasa na ile biashara ya matikiti. Biashara ya matikiti nayo alielezea kuna siku. Anakupa uhalisia wa mambo na sio bla bla za watu wengi ambazo wanazisema huko mtandaoni. Uongo mwingi, watu kuongopeana, kitu ambacho sio sahihi. Okay guys, have a nice day, thank you.